Ndugu walimu, wanachama na wajumbe wa mkutano mkuu, mbele yenu hapa kwa majina naitwa Amani Zefania Msanga, ni mgombea nafasi ya naibu katibu mkuu Chama cha Walimu Tanzania. Nipo mbele yenu leo angalau kufafanua kuhusu bango mnaloliona mitandaoni na vipaumbele vyangu kwa pamoja. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, na wahakikishia haya ninayozungumza na kwenda kuyatekeleza kwa 100%. Labda kwa haraka tu niseme kwamba tunakabiliwa na uchaguzi ambao ni muhimu. Uchaguzi wa mwaka huu tunasema ni uchaguzi wa wanachama. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na hofu juu ya uchaguzi huu kwa sababu ya mazingira ambayo tumejiwekea chama cha walimu. Mengine ni mazuri lakini mengine ni mabaya sana. Labda niwaambie kitu kimoja. Hatuwezi kwa tunachagua viongozi eti mpaka atoe rushwa ndio tuweze kumchagua kiongozi. Jambo hili linasikitisha sana, kwa kuwa mazingira haya yanakuja kupelekea kupata viongozi wabovu kabisa ambao hawana maana yoyote ndani ya chama cha walimu. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, walimu wa Tanzania, wanachama wa Tanzania, mpaka sasa kuna baadhi ya mambo au maswali yao hatuyajibu ipasavyo ili kuleta uhai wa chama. Nyinyi ni mashahidi. Hata jana wakati wa maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliligusia jambo hili kuhusu vyama vya wafanyakazi. Ni kwamba wakati mwingine lazima tujitahidi sana wanachama wetu kujua mapato na matumizi ya fedha na michango yao ili kuleta ufanisi. Leo kuna wimbi la CHAKUHAWATA, lakini hakuna ambaye anajiuliza kwa nini kuna CHAKUHAWATA na kwa nini tusiwe wamoja. Sababu mojawapo ya CHAKUHAWATA au walimu wanaoenda CHAKUHAWATA hawana majibu ya kutosha ya fedha zao zinatumika vipi. Kwa sasa hivi chama cha walimu kuanzia ngazi ya wilaya huduma zimepungua sana kwa sababu fedha hazitoshi kuanzia wilayani na mikoani. Hii inapelekea huduma kwa wanachama zinakuwa zimedolola sana. Na walimu ndio maana wanahoji fedha zetu zinakwenda wapi. Sasa kwenye bango langu hapo kwenye mikakati nimezungumzia habari ya kupeleka milioni 250 kwa kila wilaya ndani ya miaka 5. Maana yake kwamba na mikoa pia milioni 250 kwa miaka 5. Maana yake ni milioni 50 kwa kila mwaka, ukizidisha mara 5 unapata 250. Lengo la fedha hizi ni nini? Lengo lake ni kwamba tunakwenda sasa kuanzisha miradi ambayo inaenda kuongeza kipato ndani ya wilaya zetu na mikoa, ili tufike hatua zile wilaya ziwe zina uwezo wa kuongeza mapato ndani ya wilaya ili kuhudumia walimu. Mikoa iwe na kipato ambacho kinaweza kuhudumia walimu. Tuondokane na zile fikra za miaka 32 iliyopita. Tunategemea tu 2%. Leo imefika hatua kama 2% haitaonekana ndani ya mwezi mmoja, hata mishahara inaweza isipatikane, hata huduma kwa wanachama inaweza isipatikane. Kwa hiyo nitoe wito kwa wajumbe wa mkutano mkuu, nipeni kula zenu ili nirudishe fedha hizi chini, yani wilayani na mikoani, ili muweze kubuni shughuli za maendeleo. Nyinyi wote ni mashahidi. Mwaka uliopita tuliambiwa kwamba bilioni 2.85 zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na mpaka sasa hatuna majibu. Manake fedha zipo, ni kuleta udhibiti tu. Naomba mnipeleke. Mimi ni jasiri. Hayo mambo hakutakuja kuyasikia. Na naomba uniwaahidi leo lazima niwapeni majibu bilioni 2.85 zilikwenda wapi na zina nani. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na mchezo kwenye masuala ambayo yanahusu walimu, ili walimu wawe na imani na chama chao.
Nilisema siku 100 maana yake CHAKOHATA itakuwa imeisha kabisa. Kwa sababu walimu watakiwa kupata majawabu. Walimu wana maswali yao. Kwa mfano wanasema kila siku tunatoa 2%. Je, zinafanya kazi gani? Nilipotoa mikakati ya kwamba tutarudisha milioni 250 kwenye kila wilaya na kila mkoa, walimu wenyewe wataanza kurudi CWT kwa sababu watajua tayari kuna kiongozi ambaye anaweza kuwasaidia kuhusu kujua hata fedha zao zinafanya kazi gani. Kwa hiyo nitoe wito wa wajumbe wa mkutano mkuu, naombeni kura zenu ili niweze kwenda sasa kushughulika na masuala kama haya.